itakuwa sherehe kubwa mwanangu siku hiyo. Twende kaya, twende kaya, twende kaya tukalole mwana, twende kaya, twende kaya, twende kaya tukalole, twende kaya, twende kaya, twende kaya tukalole, twende kaya, twende kaya, twende kaya tukalole mwana, twende kaya, twende kaya tukalole mwana, twende kaya. Moza, nafikiri unakumbuka majukumu baba yako aliyoniagiza jana. Sasa nimekuita hapa ili nikwambie jambo moja tu. Najua yule kijana ameingia katika hii kaya. Kwa hiyo basi, mbalo kwa kukutana naye. Na hata kidogo. Kuonana naye haiwezekani hata mara moja. Pia nishakwambia kabisa uachane masuala ya kuonana na yule kijana. Ukifanya masiala, huo malkia wako hautaupata. Unamaanisha kwamba unanipendi tena? Kwa nini lakini unafanyia hivyo? Au nimekosea kitu? Niambie basi kosa langu nijue. Kama kuna sehemu nimekosea, niambie nijirekebishe. Kwani shida nini kwani? Kipi kinachofanya unisahau mimi? Yale maneno ya kusema unanipenda yako wapi sasa? Basi sawa, naelewa umepata penzi jipya. Ila kumbuka na mimi. Nikumbuke mimi. Niwazie na mimi. Mariamu, hicho ndio kilifanya mpaka mimi uniite hapa? Au kuna swala lingine? Alafu msipendi. Kwa nini unanilazimisha? Mimi naomba niondoke. Hapana, siondoki. Hapana, siondoki. Bado nakupenda. Usifanye hivyo. Hapana, siondoki. Nakuomba, rudi. Si kama zamani. Usiniache peke yangu. Hivi mwanangu Chilawe, mbona unazingua kaka? Na mambo gani unayofanya sasa?
Mchumba nalia ujue kwa sababu yako wewe. Kila siku wewe mtu wa kutoa machozi. Na nikimuuliza chai nini wewe jibu wewe ndugu yangu chai nini? Pengo. Heshimuni basi maamuzi yangu. Mimi simpendi kabisa. Kwa nini mning'ang'anize? Yeye kama analia si mpango wake mwenyewe. Maamuzi yako kaka Chilawi, heshimu maamuzi yako, si ndio? Ila tambua mchumba anakubali sana na anakuelewa vibaya mno. Bana nisikize nikwambie, fanya yako na mimi nifanye yangu. Mimi tayari nishapenda sehemu nyinginewe na mapenzi menginewe. Mimi simuhitaji yule demu, nishanielewa vizuri. Kwa hiyo tusilazimishane. Kwa nini tulazimishane? Tukuache na maisha yako, si ndio? Kaka, utakuja kuikumbuka kauli yangu. Nashukuru kwa majibu yako. Dani. Wapi mbona mabegi? Ni shemeji. Mbona mabegi tena wapi? Kuna kazi ambayo imejitokeza hapo ninataka kufanya. Nataka nikafanye. Sawa shemeji, kama mpata kazi ni jambo la heri. Lakini vipi? Kakako yupo? Basi jamani leo siku ya 3. Kaka yupo. Sasa muda sio mrefu tumetoka kuachana naye. Sijajua kama ataenda nyumbani au ataenda msituni. Sinamjua. Siku hizi akiamka asubuhi tu anazama msituni. Sawa bana shemeji. Ndio hivyo. Ngoja tuone kile jaribu tuende kwa msituni kumwangalia kama atamkuta. Au vipi?
Umenitia nini? Mkuu, nimekuita hapa, kuna jambo moja nataka nikwambie. Ni jambo gani hilo Sonia alonitia? Yule kijana bado anaendelea kuja katika hii kaya, ila nilikaa na yule Moza na nilimsihi sana kuhusu yule kijana asikutane naye tena. Na alivyomwambia hivyo, yeye Moza alisemaje kuhusu yule kijana wake? Japo alijifanya mkaidi sana, ila alisikia maneno yangu. Sonia, katika kazi zangu zote ninazokupa haujawahi kuniangusha, na hili swala endelea kulifuatilia. Kama alijifanya mkaidi na pia amekuelewa hayo maneno yako aliyomwambia, basi sawa, nakuamini Sonia. Kiongozi, nitafanya kama unavyohitaji wewe. Na kuna taarifa nataka nikupe Sonia. Kuna kijana anakuja katika kaya yetu, na huyo kijana akishakuja katika kaya hii, basi mimi nitamshughulikia. Hapana mkuu, niachie huyo kijana, atamshughulikia mimi mwenyewe. Wewe endelea na Moza kumfuatilia huyu kijana, niachie mimi, nitaenda kuifanya kazi mimi mwenyewe. Nadhani umenielewa Sonia. Mimi naondoka. Kuwa makini sana kumfuatilia Moza pamoja na yule kijana wake, asije akatuharibia shughuli yetu Sonia. Nimekuelewa mkuu. Wewe nani? Na umefanya nini hapa? Niaji sana. Ninachokuambia ni kitu kimoja tu. Maana nisha kujua wewe ni nani. Sasa nahitaji uondoke haraka sana kabla akija kukuta kitu chochote hapa.
zimebaki siku 3 tu, ina maana kesho na kesho kutwa, ili uweze kukabidhiwa umalikia wako. Ninakupa tahadhari ama ninakuonya mwanangu, sihitaji kukusikia wala sihitaji kuona ukiendelea na yule kijana wako, kwa sababu ukifanya hivyo mwanangu, hatutoweza kutimiza jambo lako la ukabidhiwa umalikia wako. Au mkuu, kama akimpenda zaidi basi umwingize kwenye uchawi. Hapana Sonia, hilo haliwezekani yule kijana kuingizwa katika uchawi kwa kipindi kama hiki cha sherehe ya Moza. Sasa mkuu, unadhani atakubali kumwacha yule kijana? Anabidi akubaliane na sisi, atake asitake, na akileta ubishi inabidi yule kijana mimi nimuue. Mkuu, mbona kama kulikuwa kuna mtu anatufuatilia? Fanya haraka mfuatilie huyo mtu ambaye alikuwa atufuatilia. Moza mwanangu, unaona ujinga unaofanya katika ikaya, mpaka watu wanaingia katika kaya hii kiolela olela. Hii yote kwa ajili yako Moza mwanangu. Nisamehe baba. We binti, umepata nini katika hii kaya? Aha, nishajua. Umekuja kumfuatilia mpenzi wako na umesikia kila kitu. Umesikia kila kitu kilichokuwa kinaongelea pale. Sasa basi, kitu ulichokisikia na ulichokiona, tunataka kumuua mpenzi wako, na tunajua yupo katika hii kaya. Sasa basi, inatakiwa ukamfuate haraka iwezekanavyo. Mimi nitamwonea wapi? Unataka kumjua alipo? Nisubiri sasa hivi nakuja. Moza, acha nachokifanya. Sasa nataka nikupeleke kwa mwenzio. Mpenzi, wow, jamani, wanavuta kuwa. Huyo ndo mtu sahihi kwako na wala sio Moza. Moza sio mtu mzuri, na ukikaidi tutakuua. Sasa basi, fanyeni haraka muondoke. Mariamu, Kweli tena uskaidi, nimepia kila kitu, anataka kuue. kwanza mimi nashukuru sana, pia naomba unisamehe. Rekodi tu hivyo hivyo.
Jamani, ndugu zangu, wateja zetu, wadau wetu wa chaneli yetu Haukauki, tumemaliza miezi yetu salama, miezi yetu pendwa inayoitwa Penzi la Moza. Kaeni vizuri, kaeni makini, imekuja talaka.